wasahuna majira haya. Ujumbe ambao tunakwenda kujifunza mchana wa leo ni ujumbe unaozungumza kichwa cha somo kinachosema neno dhambi. Kwa ufupi tu, neno dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninajua kwa Mkristo awaye yeyote yule, hakuna Mkristo yeyote yule ambaye hajui neno dhambi, kwa sababu kila mmoja anaelewa na kutambua dhambi ndiyo kikwazo kikubwa cha kumwona huyu Mungu wa mbinguni. Kwa sababu unapokuwa na dhambi huwezi kumwona Mungu wa mbinguni, kwa sababu ndio kiambaza kilichopo baina yetu na Mungu. Kinachotufanya tusiweze kukutana na Mungu ni dhambi. Hicho ndio kiambaza kikubwa sana, tena kiambaza kikubwa ambacho kimeleta shida ndani ya watu wengi. Lakini tunapozungumzia dhambi, ni kutokumwamini huyu Bwana Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako yote. Tunaposema dhambi, ni kile kitendo cha kutokumruhusu huyu Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi. Umeshindwa kumpa Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi, kwa sababu tunaposema neno Bwana, Bwana tafsiri yake ni mtawala, tafsiri yake ni mmiliki. Awe Bwana, awe Bwana wako. Huyu Yesu awe Bwana wangu, maana yake hiyo kwangu ni dhambi, kwa sababu nimekataa kuwa chini ya utawala wa Kristo. Nimekataa kuwa chini ya utawala wa Kristo. Haijalishi ni kanisani, haijalishi ni mwimbaji, haijalishi ni mhubiri, lakini ninaposhindwa kukubali huyu Yesu awe Bwana, maana yake kwangu ni dhambi. Umesikia? Maana yake hata ndani ya ndoa, mwanamke anayekataa mume asiwe Bwana kwake, maana yake hiyo ndoa itakuwa na migogoro, kwa sababu tumesema neno Bwana ni mtawala, ni mmiliki. Maana yake mwanamke anapokataa mume asiwe mtawala kwake, maana yake ni kila siku ni migogoro, ni kila siku ni shida, kwa sababu mwanamke anaikataa nafasi ya mume kuwa nani? Bwana. Maana yake ndivyo ambavyo ilivyo kwetu sisi wa Kristo. Maana yake unapokataa Yesu Kristo asiwe Bwana, hiyo ndio dhambi. Maana yake utakapozungumzia uzinzi, hayo ni matokeo ya kukataa kuongozwa na Yesu Kristo. Unapozungumzia wizi, hayo ni matokeo ya kukataa kumilikiwa na nani? Na Yesu Kristo. Ndio maana nimesema neno dhambi ni kumkataa huyu Bwana Yesu Kristo awe mtawala, awe Mwokozi. Biblia inasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo tu, lakini mioyo yao iko mbali. Si ajabu unakuwepo ndani ya kanisa, unamkumbuka Yesu Kristo, Yesu Mwokozi, lakini unakuwa umekataa awe Bwana wako, unakuwa umekataa. Hiyo ni shida, hiyo inakuwa ni shida. Tunaposema dhambi, dhambi siyo tunda. Maana yake tunaposema tunda, maana yake tunazungumza kama uzinzi, uvutaji sigara, labda unywaji pombe. Hayo ni matunda ya dhambi, bali dhambi ni mti kamili. Dhambi ni mti kamili, wala dhambi siyo tunda. Hebu tusome maandiko. Injili ya Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 16 hadi ule mstari wa 18. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Endelee. Amen. Inatosha tu mtu wa Mungu. Nimesema dhambi sio tunda, bali ni mti kamili. Maana yake tunda
linachumwa katika mti. Maana yake hapana tunda pasipo kuwepo na mti. Biblia inasema tutawatambua kwa matunda yake. Anasema huwezi kuchuma zabibu katika mtini, wala huwezi kuchuma embe katika mchongoma. Maana yake embe itazaa embe, mchongoma utazaa mchongoma. Kwa sababu hiyo dhambi ni mti kamili. Bwana Yesu atusaidie sana. Dhambi ni mti kamili. Ni lazima uweze kujua hakika ya kwamba dhambi ni mti kamili. Waibrania sura ya 12 na ule mstari wa 15. Mkiangalia sana neema isiwapungukie, na shina la uchungu lisije likachipuka tena likawasumbua na wengine. Maana yake kwamba anaposema shina ni mti uliokatwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Anaposema mkiangalia sana neema ya Mungu isiwapungukie, shina la uchungu lisije likachipuka. Maana yake hiyo shina la uchungu ni lipi? Ni dhambi ambayo uliitubia. Ni ile dhambi ambayo uliitubia. Maana yake ile dhambi unapokuwa unaitubia, tafsiri yake ni kwamba ule mti wa dhambi uliopandwa ndani mwako, uliokuwemo ndani mwako, unakuwa umekatwa unapokuwa umetubu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema neema isipungue. Maana yake ipo tahadhari. Neema ya Mungu inapopungua ndani mwako, lile shina lililokatwa ndani mwako linaweza chipuka tena. Lile shina lililokatwa ndani mwako linaweza chipuka tena. Maana yake anaweka angalizi uweze kuwa makini ya kwamba lile shina lisije likachipuka tena. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni jambo ambalo unatakiwa uweze kulijua. Ni lazima uweze kujua kwamba mimi ni dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni lazima ujue kwamba mimi ni dhambi na dhambi ni mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi ni dhambi na dhambi ni mimi. Ni kwa nini unaweza kusalia kusema hivyo, ya kwamba wewe ni dhambi na dhambi ni wewe? Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake ni kwa sababu dhambi inaishi ndani mwako, wala dhambi haiishi ndani ya mtu, inakaa ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaposoma maandiko, mtumishi wa Mungu, nisomee kitabu cha Warumi sura 7 na ule mstari wa 14. Warumi 7:14. Warumi sura 7 mstari wa 14. Mstari wa 15 usome. Mstari wa 14 achana nao, soma mstari wa 15. Warumi. Okay, nitasoma. Biblia inasema, maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Mstari wa 16 anasema, lakini kama nikilitenda nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Mstari wa 17 anasema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kama ninatenda nisilolipenda, wala si nafsi yangu, wala si kupenda kwangu, bali ni ile dhambi inayokaa ndani yangu. Maana yake ni lazima uweze kujua ya kwamba wewe ni dhambi na dhambi ni wewe. Mimi ni dhambi na dhambi ni mimi, kwa sababu dhambi inakaa ndani yangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Dhambi inakaa ndani yangu. Hiyo ndio shida kubwa sana. Tunapoangalia ule mstari wa 24 katika Rumi 7:24, mtumishi soma kama umepaona.
Warumi 7:24. Warumi 7:24. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Kwa fasili yake ni kwa nini? Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo ambaye ameandika nusu nzima ya kitabu cha Agano Jipya. Ameandika takribani nyaraka 13 kama si 14. Bwana Yesu atusaidie sana. Ameandika nyaraka 13 kama si 14. Maana yake ameandika nyaraka nyingi sana. Ameandika nusu nzima ya kitabu cha Agano Jipya, lakini huyu mtumishi wa Mungu analia, anasema ole wangu mimi maskini, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Ni kwa sababu ya dhambi inayokaa ndani ya mtu, kwa sababu dhambi ndiyo mauti. Pasipo dhambi mauti isingelikuwepo, na Biblia inasema uchungu wa mauti ni ule wingi wa dhambi uliomo ndani ya mtu. Bwana Yesu atusaidie sana.